Utapotea kama utaamua kuwafurahisha watu wengine, na utapoteza watu kama utaamua kujichagua mwenyewe. Lakini kama hii process yote itatokea wakati ukipambania amani ya moyo wako na kuyajenga maisha yako, hawajakupa chaguo la kufanya. Ukiwa na kipaji maalum, ama wewe ni mtu mwenye kismati ama baraka sana, inaweza ikawa kwako kama zawadi, ama ikawa ni njia yako itakayoishia kutokuwa na mafanikio yoyote. Moja kati ya watu ambao wanashindwa kufanikiwa kwenye jambo fulani na kuweza kupata matokeo makubwa sana ni hao watu wanaokuwa na talent, wanaokuwa na vipaji maalum. Ile namna ambayo inawafanya wanaweza kufanikiwa kwenye kila jambo ambalo wanalifanya inawapelekea kushindwa kufocus kwenye jambo moja, kwa sababu anajiona ana muda wa kutosha na anajiona ana uwezo wa kufanya kila kitu, na kila kitu kiweza kuwa na matokeo yale ambayo anatarajia kuyapata. Mwisho wa siku sasa anaishia kuwa na mkanganyiko, kipi ashike na kipi aache. Hii ndio njia pekee itakayoweza kuokoa. Ukigundua una kipaji ama una talent, tafuta mentor, kaa chini yake, hakikisha unatengeneza mazingira ya mtu ambaye atakuwa anakutengenezea uwajibikaji juu ya eneo ambalo unataka kupata matokeo. Kama jinsi ambavyo mentor wangu mimi aliwahi kuniambia, huwezi kuendelea kukaa kwenye season ama majira ya kujitafuta yasiyokuwa na kikwamo. Na ukijikuta upo kwenye majira kama haya, unaweza ukajikuta unakuwa very very successful, au utaweza kujikuta upo jangwani unaombaomba hata tone la maji ya kunywa. Nakumbuka kuna kipindi ambacho niliwahi kumwambia Mungu, sasa hii imetosha, na Mungu akanijibu, good, huu ndo muda wangu wa kuanza sasa. Hili somo lilimfundisha vitu vitatu. Cha kwanza ni moment ambayo unamruhusu sasa Mungu aamue kufanya kazi zake, ambayo yeye tunamuita Mungu kwa sababu hilo ndo eneo lake na kipengele chake cha kubeba na kufanya hizi kazi ambazo sisi hatuziwezi. Somo la pili, the moment ambayo anasema this is the moment ambayo nimeishiwa kila kitu, I'm down. Hiyo ndo moment ambayo Mungu anasema huu ndo wakati wa kukuonyesha vile vitu ambavyo nimekuandalia kwa ajili yako. Somo la tatu nilojifunza ni kwamba Mungu hahitaji kutumia nguvu ulizonazo ili aweze kujenga jambo ama kuumba jambo ama kukamilisha plani yake. Mungu anahitaji utayari wako the moment ambao unakubali kwamba okay, I'm ready to be. Unamwamini Mungu katika nyakati hizi ambazo hazieleweki. Yeye peke yake ndo tegemeo lako kwa ajili ya kuweza kuyaumba upya mambo yote ambayo yamevunjika, hayasomeki, hayaelezeki, na vitu ambavyo huwezi kumwambia mtu yoyote. That point Mungu anajionyesha sasa kwamba okay, ndo muda wa kuingia kazini.